Hebu niambie, kwa mfano unaishi na mwanamke ama mwanaume ndani ya miaka 2, alafu mwisho wa siku unakuja kuambiwa mwanaume unayeishi naye ni mume wa mtu ama mwanamke unayeishi naye ni mke wa mtu, na kibaya zaidi ana ndoa ya takriban miaka 5 na pia kwenye hiyo ndoa amebahatika kupata watoto, na kweli unakuja kuthibitisha mwanamke unayeishi naye kwa sasa ni mke wa mtu ama mwanaume huyo unayeishi naye kwa sasa ni mume wa mtu. Drop your comment. Ni maamuzi gani ambayo utakayoyachukua? Kichupa chetu kinaenda kwa jina la None of this is true, yaani haya yote ni uongo. Okay, usisahau kusubscribe na kucomment. Basi tunatupa katika jumba moja la kifahari huko mjini Nigeria. Hapa kuna huyu bidada, yeye anaitwa Goldie. Yuko zake hapa anajiandaa na nini, lakini punde kuna mluzi unasikika. Alikuwa ni mwanaume ambaye anaishi naye. Mjomba anaitwa Daniel kazama kwenye penzi zito sana la Goldie. Hawa washikaji bana, penzi lao limedumu takriban miaka 2 sasa. Mjomba anamhabatisha mpenzi wake mpaka anasema kwamba asimfanye tu akasahau kama leo ana kikao cha kazi. Akasema ya, nina mpango huo, pia unaweza kuitumia siku nzima na mimi. Akasema unajua kufa kwa ajili ya kazi yako. Come on ma. Akamwambia unatokwa jasho, nenda kaoge. Ingawa ninapenda hivyo lakini kaoge kwanza. Basi mshikaji akampiga busu pale. Baada ya hapo akaelekea kuoga. Hey yo TZ, na hii ni MTZ 94, hivyo turn notification bell, subscribe, comment na like, hivyo chili kwenye kiti chetu cha familia. Basi mjomba kamaliza kuoga zake, kavaa zake nguo fresh na nini, yani tayari ameshajiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini. Wakati huo Goldie naye ameshamaliza kumwandalia kifungua kinywa, lakini punde kuna simu ikawa imeingia hapa kwa Daniel, ila hakuipokea. Alishatu kuitizama na kuirudisha mfukoni. Basi Goldie kama mpenzi wa mshikaji ikabidi kwanza mjali mshikaji, akampatia kifungua kinywa ili aweze kwenda kazini akiwa safi kabisa. Mjomba akapiga diko, akawa nausikilizia ule utamu, kisha akamwambia bibie kwamba njoo hapa. Akawa nanusa harufu ya marashi ya mpenzi wake, akamwambia unanukia vizuri sana. Baada ya hapo akamvalisha koti lake, kisha akamsindikiza kuelekea kazini. Sasa wakati Daniel ametoka hapa nje, kabla hajaingia kwenye gari, akatoa pete kwenye mfuko wake wa suruali, kisha akaivaa kwenye kidole. Kwa nini Daniel anavaa pete ya ndoa ingali bado hawajafunga ndoa kabisa na huyu mwanamke aliye naye? Anyway, hapa kazini kwa Daniel kuna mwanamke anatokea ofisini kwake, na huyu mwanamke anaitwa Kemi. Sasa Daniel amekutana na huyu mwanamke hapa, ni kama vile ana aibu fulani hivi. Akauliza, Kemi unafanya nini hapa? Kemi, kweli? Akamwambia, chochote ambacho ungeweza kufanya hapa basi ungeweza kunipigia kwenye simu. Akauliza, simu ipi? Ile ambayo uipokei? Unajaribu kunidharau, si ndio? Bibi akasema, nimesubiri kwa ajili yako. Umekuja hapa kwa ajili ya pambano jingine, si ndio? Hivi una tatizo gani? Wanandoa kupigana kila wakati. Usitumie hilo kama kisingizio cha kutokuja nyumbani. Akasema, basi baada ya kazi nitakuja nyumbani. Hilo ndilo ulilolisema mara ya mwisho, haukusema angalia Kosi anaumwa, watoto wanakuhitaji. Mjomba akasema atarudi nyumbani baada tu ya kumaliza kazi. Hapa ndio tunajua kwamba Daniel ana mke pamoja na watoto, na ndiyo maana alikuwa anaificha ile pete. Basi Kemi ikabidi aondoke zake na kuelekea nyumbani. Sasa huku upande wa pili tunamwona Goldie akiwa na rafiki yake Amaka. Amaka akamuuliza Goldie kwamba huyo mwanaume aliyekuzuia kutoka nje kuonana na marafiki zako ndiye aliyekuwa kitandani asubuhi ya leo? Goldie kwanza akacheka, akasema kwamba namaanisha huyo jamaa, you are so amazing, he treat me like a queen. Amaka akasema hivyo ndivyo wote wanavyosemaga kabla ya ukweli kujulikana. Goldie naye akasema tafadhali mama, jishikilie, huyu yupo tofauti sana. Anasema hata alipojaribu kumwomba amnunulie mama yake bangili za dhahabu, yeye alifanya hivyo. Yani unaambiwa alizidi kumwagia maua na sifa kede kede. Yani kiufupi Goldie amezama kwa penzi la mshikaji. Sasa mida ya baadaye Goldie akawa amempatia lift ya Amaka, akampeleka moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Sasa kabla ya Amaka kushuka kwenye gari, Goldie akamwambia Amaka kwamba anajihisi kuwa yeye ni mjamzito. Akamwambia, ina maana umekuwa ukilala na huyo jamaa bila kutumia kinga? Akamwambia, msichana, mtulia bana, hata hivyo tumekaribia kufunga ndoa hivi karibuni, wasiwasi wa nini? Akamwambia, hata hivyo ukutakiwa kabisa kubeba mimba nje ya ndoa. Je, umemwambia Daniel? Akasema, hapana, nimekuambia kwanza wewe. Wow, kwa hiyo ninapaswa kupanga kuwa mama mlezi hivi karibuni na nitapata nafasi ya kuchagua jina la mtoto? Amaka, tafadhali acha basi. Akamwambia, basi sawa, nijulishe utakapoongea naye, na ikiwa utahitaji chochote basi nipigie simu. Basi Amaka akamhagi pale Goldie. Baada ya hapo akashuka kwenye gari, kisha Goldie akaondoka.
Huko ofisini kwa Daniel akiwa anaendelea na kazi zake hapa, mara simu yake ikaita. Alikuwa ni Gold. Akamwambia, unahisi umechoka? Ina maana unafanya kazi kupita kiasi tena, au una msongo wa mawazo kwa kunifikiria? Mwamba akacheka tu akasema, ndiyo, kwa sababu ninafanya kazi peke yangu hapa. Gold akasema, labda tu nije hapo nianza kukuvuruga na nini. Yalikuwa ni mambo fulani hivi ya mahaba. Bibi akamwambia mshikaji kwamba amemmisi baada ya chakula cha usiku, wale na chakula cha usiku zaidi. Mjomba akaona mbona kama vile moto umeanza kuwaka. Ikabidi amdanganye bibi kwamba kuna mtu anagonga kwenye mlango wa ofisi yake, hivyo hakutaka kabisa huyo mtu asikie maongezi yao. Basi baada hapo akawa amekata simu. Kweli bana, Daniel baada ya kumaliza kazi moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Muda huo naye mke wake akawa na tinga sebleni. Mke wa Daniel akasema, naona kuna mtu leo amekumbuka nyumbani kwake. Daniel akasema, usifanye mambo kwa kushtukiza. Kimi akasema, nimefarijika, nimefurahi kuona kuwa umerudi, umetimiza neno lako kwa wakati huu. Mambo mengi yametokea ulipokuwa haupo. Daniel akauliza, mambo kama yapi? Bibi akasema, watoto wako wapi? Bahati nzuri watoto wakawa wametokea pale pale, walimkimbilia sana baba yao, maana walikuwa wamemmisi mno. Kosi akasema, baba tulikumisi. Akasema hata yeye pia aliwamisi. Akamuuliza, ulikuwa wapi? Nilikuwa naumwa. Nini? Upo sawa? Kimi akasema, ana afadhali. Samahani sana. Sawa. Basi akakasogeza pale akakapiga kisi, lakini Kimi akamwambia watoto wake waende wakapate chakula cha usiku. Basi Kosi na Andy chapu na haraka sana ikabidi kwenda kupata chakula. Sasa walivyobaki mume na mke, Daniel akasema kwamba najisikia vizuri sana kuwa hapa nyumbani. Kimi akamuuliza, unakaa lakini huwezi kuendelea kukimbia? Daniel akasema, hapana, akimbii, ila ni ubize tu wa kazi. Akauliza, kazi? Sisi ni familia yako, sisi ni muhimu sawa na kazi yako. Akasema analifahamu hilo na alihamisha baadhi ya vitu vyake kupeleka hotelini ili aweze tu kupata sehemu tulivu ya kufanya kazi. Akamwambia baada tu ya siku chache atakuwa amemaliza na pia atarudi hapa nyumbani. Kimi akamuuliza, huwa anapataga hata muda wa kupumzika, yani muda wa kulala? Akasema, ndio maana nipo hapa. Kimi akamwambia, basi sawa, karibu nyumbani. Basi baada ya hapo akachukua vitu vya mume wake kisha akavipeleka chumbani. Na hivyo ndivyo mkuu alimwahidi binti mfalme hatopotea tena. Ilikuwa ni hadithi ambayo alikuwa akiwasimulia mabinti zake mpaka wakapitiwa usingizi. Alimaliza kwa kusema kwamba nao waliishi kwa furaha hadi milele. Lakini punde Kemi akawa amefungua mlango wa chumba cha watoto. Kwa hiyo mkuu, unamaanisha binti mfalme alitoweka? Daniel kwanza akacheka. Kemi akauliza, vipi kuhusu wewe? Natumaini hautotoweka tena. Daniel akasema, nimekumisi. Kemi akasema, nilikumisi pia. Unajua nini? Njoo nioneshe. Mwamba akasema, watoto huku. Basi mshikaji ikabidi kuwaweka watoto sawa ili akakiwashe. Anyway, huku nyumbani kwa Gold mshikaji hajatokea mpaka sasa hivi. Gold akicheki hivi masaa yameyoyoma, akawa anajiuliza, mbona huyo mtu hajafika mpaka sasa hivi? Sasa ili anashika simu yake hivi akakutana na message. Habari mpenzi, samahani sana kuhusu usiku wa leo. Kuna kitu kimetokea kazini, ni dharura, nitaondoka kwa siku moja ama mbili, lakini ninaahidi nitailipia, sawa? Akamalizia kwa kusema, ninakupenda siku zote. Akaona kama itakuwa ni siku nyingi, akasema anyway, nitasubiri mpaka atakaporudi, sina chaguo. Sasa huku napo chumbani kwa Daniel wakiwa wamelala, Kemi kashapitiwa usingizi saa nyingi sana. Sasa Daniel akapunguza uzito wa tisheti ili aweze kukinukisha. Ikabidi aweze kumwamsha mke wake ili aweze kumpatia haki yake. Sasa wakati anaiomba, bibi akasema, hajisikii. Unaambiwa mjomba aliforce hayo mazingira, sidhani hata kama alikiwasha. Huku kwa Gold alienda kununua kipimo cha mimba ili kuthibitisha kama kweli imo, lakini kucheki majibu yake ndio kipengele. Anajiuliza atakuwa negative ama positive. Basi ikabidi ajikaze akakicheki kipimo ili aone majibu yake. Ile kutupa jicho hivi, akaonekana yupo kwenye alama ya mshangao kidogo, lakini hatukuonyeshwa majibu kama imo ama haimo, ila alikuwa na hema kinyama. Huku napo kwa Kemi analalamika kinyama, amechoka kuachia watoto kila siku kuwalea peke yake. Yaani mwanaume wake amekuwa busy sana na kazi, hajali kabisa kuhusu familia yake. Na ikitokea kuwa amerudi nyumbani, yeye anachokiwaza ni ngono na wala hawazi kitu kingine. Daniel akasema, samahani, ninamaanisha. Unatakiwa kumaanisha, sio kwa mdomo tu. Akasema hata hivyo anamaanisha. Ninahisi kama mimi pekee ndio ninayejaribu kuunganisha ndoa hii. Una watoto wawili, unataka na wao waondoke na wakati wana familia pia. Sisi ni wazazi wao, wanakiona kile tunachokifanya na wao wataiga. Tunapaswa kuwafanyia haki. Leo nitaondoka na mimi pia, ipo hivyo. Daniel akasema samahani, hii wala hata akimbii familia yake, huwa anaondoka kwa ajili ya kwenda kupumua.
Kimmy akamwambia anaweza kupumua hapa kwa sababu kuna oksijeni ya kutosha imewazunguka. Daniel ikabidi kumuomba samahani mke wake, lakini mke wake akamwambia kwamba watoto huwa wanakumisi, hata mimi pia hivyo hivyo, ninapokuwa ninakumisi huwa ninakuja humu chumbani. Daniel akamwahidi mke wake kwamba haitojitokeza tena. Akampiga kisi pale, kisha akaanza kuforce mazingira fulani ya unyama. Bibi akauliza, unataka kufanya nini tena? Mjomba anadai kichupa kimejaa. Bibi akasema hapana, nipo kwenye usafi wa kiroho. Akamwambia nitakusafisha kwa kutumia njia yangu ya kujikinga. Ilikuwa ni utani wa hapa na pale, mwisho wa siku mjomba akakiwasha. Sasa mida ya baadaye usiku, wakati simu ya Daniel ikawa inaita, alikuwa ni Goldie anayepiga. Daniel akashtuka kwenda kuishika simu, akakutana na meseji. Meseji inasema, nina habari njema kwa ajili yako, utakaporudi nyumbani nitakwambia. Hey, ni habari ya nini? Ni mimba ama kitu gani? Mjomba akatupa jicho kwa mke wake, akawa anajiuliza itakuwa ni habari ya kitu gani? Sasa ni majira ya asubuhi, kumekucha. Goldie akawa anampigia simu Daniel, lakini Daniel haokoti simu zake. Alijaribu kupiga na kupiga, lakini simu hazipokelewi. Mwisho wa siku ikabidi tu aitupie pale kitandani, lakini punde mara simu yake ikaita chapu na haraka sana akaiwai. Alikuwa ni Amaka. Amaka akasema, najua sio mimi uliyetarajia simu yangu. Akamuuliza, vipi? Alisema nini? Ulimwambia? Akasema bado hajamwambia. Anadai amempigia simu yake lakini haipatikani. Ila akasema sawa, nimemtumia ujumbe wa sauti. Amaka akamuuliza Goldie kama yupo sawa kwa sababu ni mjamzito. Akasema hawezi kabisa kusubiri kumwambia habari hii Daniel. Lakini ndio hivyo, Daniel yuko busy sana na kazi zake. Amaka akasema bila shaka unayazungumza hayo kuhusu wasiwasi wako, na hiyo ni halali kabisa. Goldie akasema nilipoteza familia, bila shaka atafurahi kuhusu hili, kwa hiyo nitampelekea hii habari ofisini kwake. Amaka akamuuliza una uhakika atafurahi? Una uhakika atafurahi? Hilo ni wazo zuri, na maanisha kwamba asiporudi anaweza kuwa na kazi nyingi sana leo. Akasema tulia msichana, sikiliza, baba ananipenda sana, kwa hivyo hili hakika litaleta mwangaza usoni mwake. Amaka akasema sijui kwa nini ninafikiria kuwa hiyo ni idea mbaya. Akasema sikiliza, hili ni wazo zuri, napaswa kwenda kuonana naye uso kwa uso. Amaka anajitahidi sana kumwelekeza Goldie, lakini ndio hivyo tena, mapenzi ni upofu. Yaani hapa Goldie kapenda mpaka kasahau kujipenda yeye mwenyewe. Sasa leo Daniel ametoka na watoto wake, amekuja nao mpaka kazini kwake. Basi akawafungulia mlango, kisha wakashuka kwenye gari pale. Unaambiwa watoto leo wanaenjoy sana kutoka na baba yao, kwa sababu hakuwahi kabisa kufanya hivi kabla. Sasa kabla hawajaingia ndani ya ofisi, mke wake akawa ametokea pale. Kuna dokumenti ambazo Daniel alizisahau nyumbani, hivyo amewaletea pamoja na chakula. Lakini punde Goldie naye amekuja kumpatia surprise mpenzi wake. Cha ajabu, yeye ndo anasurpriseka. Hata Daniel naye akawa amemuona Goldie. Unaambiwa kile alichokiona Goldie ndo hicho kilichoingia kwenye akili yake, ikabidi tu achimbe. Basi mke akamwaga mume pamoja na watoto wake, kisha akaondoka. Daniel chapu na haraka akawahi ofisini kwake ili aweze kumpigia Goldie, lakini kila akijaribu kupiga simu hazipokelewi, mara zinakatwa. Alivyoona kabisa simu zake hazipokelewi, ikabidi ampigie mfanyakazi wake Robbie, akamwambia amwangalizie majukumu yake yote ya hapa ofisini kwake. Baada ya hapo chapu na haraka sana ikabidi awahi eneo la tukio. Huku napo Goldie amerudi nyumbani kachoka mbaya mbovu. Hamini kabisa alichokiona leo kwa macho yake. Yaani anatamani ajifinye aamini kuwa ni ndoto, lakini kila kiunganisha matukio, anachoka kabisa. Akasema mke, watoto, kwa hiyo alikuwa ananidanganya. Akalitoa na wigi lenyewe limekuwa zito. Kwa haya maumivu ambayo yamemkuta Goldie, yasikie tu ndugu yangu, mapenzi yanauma kuliko hata kijiko. Goldie alijikuta analia kwa uchungu, kwa sababu mtu ambaye alimwamini kwa 100% ndo mtu ambaye amemvunja moyo wake kwa 100%. Huku Daniel kachanganyikiwa kinyama, yupo njiani anaelekea kwa Goldie, anapiga simu lakini hazipokelewi. Yaani kila anapojaribu kupiga gia anaona kama vile gari haitembei. Unaambiwa Daniel alikuja mkuku akapita na mlango mpaka ndani kwa Goldie. Anamkuta Goldie yupo kwenye dimbwi zito la mawazo. Akasema Goldie, nilikuwa na wasiwasi sana, nimejaribu kukupigia simu zangu lakini huokoti. Daniel akaita Goldie. Goldie kimya, ana hasira kinyama. Ikabidi kwanza akae kitako, akamwambia tunahitaji kuzungumza. Mjomba hata mioni ikawa nzito, ikabidi aichomoe. Daniel akasema najua ulichokiona na najua jinsi unavyojihisi. Sawa, mimi tu nakuhitaji. Goldie akamnyoshia kidole akanyamaza. Kwa hiyo unajua kile nilichokiona, si ndio? Na unajua jinsi gani ninavyojihisi, sivyo? Daniel akasema ndio, anafahamu. Kwa hivyo uliona kuwa nimejua kwamba wewe ni mwanaume uliyooa, na kwamba umekuwa ukinidanganya, umekuwa ukinichiti, umekuwa ukinidanganya familia yako. Ni mimi. Goldie, samahani sana. Akasema samahani, nilikudanganya. Kwa hivyo haya yote ni uongo tu. Kwa hivyo umekuwa ukinidanganya muda wote huu. Kwa sasa mimi Goldie nina mimba.
Goldie, unasema? Tafadhali ondoka. Ondoka. Tafadhali, nisikiliza. Ni kweli. Goldie akamwambia naomba utoke nje. Daniel akaomba ajielezee hata kwa dakika kadhaa, lakini Goldie hakutaka kumwelewa kabisa. Akamwomba atoke nyumbani kwake. Alivyoona amwelewe, akanyanyuka akampiga kikumbo kisha akaelekea chumbani kwake. Daniel akabaki kwenye mataa, hajui afanye nini. Alichokifanya Goldie, alienda kumwambia Amaka kila kitu kilichotokea. Amaka akasema siamini kabisa haya yote yaliyotokea. Unaweza ukaacha tu akaendelea na maisha yake? Yaani ni mwache aendelee? Mwanaume aliyeoa na ana watoto wawili alinidanganya na akanidanganya kwa muda wote huo, halafu ni mwache tu kirahisi aende? Angalia, najua kwamba una hasira. Unapaswa kufikiria juu ya hilo kwa sababu wewe ni mjamzito. Kwa hiyo vipi kama ni mjamzito? Vipi kama akikataa mimba? Nadhani unawajua wanaume waliooa vizuri. Akaona huyu mwanaume ni mbaya sana. Ina maana nisingejua ukweli asingeniambia chochote. Akaahidi kuwa atamshughulikia na atamnyoosha. Huku Daniel akiwa nyumbani amekaa chumbani kwake, amejaribu sana kupiga simu za Goldie lakini hazipatikani. Katuma ujumbe lakini wapi. Punde Kemi naye akawa ameingia chumbani, akamwomba mjomba asogee pembeni ili waweze kuzungumza. Basi Daniel akasogea pale, Kemi naye akakaa. Sasa wakiwa katikati ya mazungumzo, Kemi akagundua kuwa Daniel hayuko sawa. Ikabidi amuulize kama ana tatizo. Akasema yupo sawa, ila ni masuala ya kazi tu yanamtatiza. Akasema pole. Akamwomba mke wake, akamwambia aweze kutoka nje ili atembee aweze kusafisha kichwa chake. Kemi akagoma, akaona itakuwa ni yale tu ya mshikaji kuiacha familia yake. Lakini Daniel akamwambia kwamba hawezi kwenda mazima, atawahi kurudi. Ni vile tu anaenda kurefresh mind. Akamwambia basi ni ahidi. Akasema sawa na anampenda sana. Bibi akasema hata mimi nakupenda pia. Basi baada ya hapo Daniel akampiga kisi, akanyanyuka na akaondoka. Huku nyumbani kwa Goldie ana mawazo kinyama. Bado anamfikiria mshikaji, kwa nini amemdanganya, amempotezea muda wake, amempatia maumivu tu. Lakini kuna simu ya Amaka inaingia. Goldie hakutaka kabisa kuipokea hata simu yenyewe. Kuna tukio ambalo analikumbuka hapa, ili ndo linazidi kumvuruga ubongo wake. Mshikaji kamdanganya, kumbe ana mke pia na watoto. Hii siku alikuja kumpa taarifa njema kuhusu ujauzito wake, lakini cha ajabu aliambulia maumivu tu. Mjomba kadanganya kwa mke wake anakuja kurefresh mind, kumbe amekuja kubembeleza penzi. Basi ikafika kaweka password za kufungua mlango, lakini wapi. Ikabidi ajaribu tu kwa kutumia kadi, lakini kitambo sana password zimeshabadilishwa. Alijaribu kumwomba Goldie afungue mlango ili waweze kuzungumza, lakini Goldie hakutaka hata kujishughulisha kunyanyuka. Mwisho wa siku tu Daniel amechoka na akaamua kuondoka. Kwa upande wa Daniel kwa sasa hivi kazi hazifanyiki wala haziendeki, na hata akiwa hapa ofisini anajaribu kumpigia Goldie lakini wapi. Lakini punde kuna message ikaingia, inasema kwamba msalimie mke wako kwa niaba yangu. Hii message ilimshtua sana, ikabidi anyanyuke faster. Unaambiwa moja kwa moja alikuja mpaka nyumbani kwa Goldie, akamkuta Goldie na yeye anatoka kwa ajili ya kuondoka. Akawa anajaribu kumsimamisha ili wazungumze naye. Usinishike bana. Daniel akasema, najua naonekana kichaa, lakini kiukweli nakupenda. Hata mke wangu pia nampenda, lakini najua nitaonekana kama vile kichaa, lakini kiukweli nakupenda. Siwezi kukudanganya tena kuhusu hilo. Kweli? Huwezi kunidanganya tena kuhusu hilo? Daniel, wewe ni mwanaume uliyeoa na una watoto pia, lakini ulinivuta kwenye hili kwa kusudi gani? Unajua kabisa hatutokuwa na future ya pamoja. Nilipanga tu kuzaa na mwanaume ambaye ningeweza kufunga naye ndoa. Ukaamua kunidanganya kama hivi. Goldie, tutaweza kumtunza mtoto na kuapia mara akala kofi. Goldie akasema nipeleke kwa mke wako, maana yeye ni mrembo. Baada ya hapo akafungua mlango wa gari ili kuingia kwenye gari, lakini akasema akamwambia hata hivyo ameshamwambia mke wake kuhusu rangi yake, hivyo anapaswa tu sasa hivi kuwa njiani kwa ajili ya kuelekea nyumbani. Mjomba akauliza una maana gani kusema hivyo? Goldie akaingia kwenye gari. Sasa huku nyumbani Kemi alikuwa akiosha vyombo, mara akasikia kama kuna mtu alikuwa akibisha hodi. Ikabidi kufuta mikono yake na kuelekea nje. Ili anafungua mlango akasema hello, lakini hakuna mtu. Kutupa jicho hapa kulikuwa kuna boksi limeletwa, lakini hamuoni kabisa huyo mtu aliyolileta hili boksi. Basi akalibeba kisha akaingia nalo ndani. Huku Daniel amepiga gia chapu na haraka amewahi nyumbani. Kafika akashuka kwenye gari akawahi moja kwa moja mpaka ndani. Akamkuta tu mke wake sebuleni ameshika karatasi nyeupe. Akaichukua ile karatasi akalibeba na ile boksi, akawa anauliza kuna nini kwenye boksi? Akasema kulikuwa kuna karatasi tu hiyo. Mama akachanganyikiwa akawa anauliza hakuna mtu yoyote hapa? Akasema hakuna, nimeona tu hiyo karatasi imeandikwa habari. Sasa akawa anamuuliza kuna kitu gani ambacho kinaendelea, anatakiwa tu amwambie. Akamwambia hakuna kabisa kitu. Una uhakika? Akasema ndiyo, lakini kama kuna mtu ataleta chochote hapa unatakiwa kabisa usifungue. Akamwambia kama kuna mzigo wote utaletwa hapa anatakiwa asiufungue mpaka mwenyewe atakapokuja kuufungua. Akauliza bibi, una shida gani? Nini kinaendelea? Upo sawa? Akasema ndio, yeye yuko sawa, lakini utakiwa kabisa kufungua chochote, yani chochote utakiwa kufungua.
lakini bibi akauliza kuhusu yeye na watoto watakuwa salama. Akamwambia ndio, endapo tu atafuata ule utaratibu aliyomwambia. Basi baada hapo Daniel akabeba lile boksi akamwambia mke wake kwamba anarudi kazini. Daniel kabeba hilo boksi huku akiondoka, lakini ana wasiwasi kinyama. Sasa Gold anafika hapa nyumbani kwake, mara Daniel huyu hapa. Akamuuliza unafanya nini hapa? Daniel akasema tafadhali tunatakiwa kuzungumza. Akamwambia hakuna cha kuzungumza, naomba utoke nje. Gold tafadhali usiharibu familia yangu. Baada ya kila kitu ulichokuwa nacho, tafadhali nimekuambia kuwa nitamtunza mtoto. Unitunze mimi na mtoto? Hukutakiwa kunitunza mimi na mtoto. Ulitakiwa kuwa na mimi, lakini nilifanya hivyo. Sawa, basi nitafanya hivyo. Hatuhitaji hata kubishana kuhusu hilo. Nitaweza kutunza familia mbili. Nini? Akamwambia Goldie, kwa miaka 2 nimefanya kile ambacho mwanaume anapaswa kumfanyia mwanamke wake. Unajua nilifanya hivyo. Come on. Goldie, moyo unahitaji kile moyo unataka. Sikukusudia kukuumiza. Usiniguse. Nakupenda. Nisikilize. Siwezi kuwa na mwanaume ambaye amejitolea kwa mwanamke mwingine, na siwezi kuwa na mtu ambaye ameiacha familia yake ili tu awe upande wake. Aya, nenda kabebe kila kilicho chako na utoke kwenye nyumba yangu. Huku nyumbani kwa Kemi, watoto wamekaa wakiangalia TV mpaka usiku umeenda. Basi Kemi kaja na kuwafurumua hapo waende chumbani wakalale, akawazimia na TV. Aya, fanyeni haraka mwende chumbani mkalale. Basi watoto ikabidi kuelekea chumbani kwenda kulala. Basi baada tu ya watoto kuwa wameelekea chumbani kulala, Kemi ikabidi apige simu ofisini kwa mume wake. Akauliza kama mume wake bado yupo ofisini, na pia akamwomba kama atakuwa karibu ampatie simu ili waweze kuzungumza, maana amekuwa akimpigia lakini simu zake hapokei. Mjomba akamwambia hayupo, endapo kama atarudi basi atampatia simu. Akamuuliza labda pengine yupo kwenye mkutano, kwa sababu alimwambia leo atakuwepo kwenye mkutano. Mjomba akasema hapana, halifahamu hilo na wala hakuna mkutano wowote. Akamwambia mara nyingi amekuwa akiondoka masaa ya kazi na baadaye anarudi, ila hajui kabisa huwa anaelekea wapi. Akamwambia asante sana kwa taarifa na ahifadhi iwe siri yao tu. Basi baada ya hapo akakata simu. Ikabidi amrudie mume wake hewani. Akajaribu kumpigia lakini hakupata mafanikio ya aina yoyote. Hii kitu ilimnyima amani sana Kemi. Wakati huo yupo hapa sebuleni anawaza, mshikaji naye anatinga, amechoka kinyama. Hakutaka hata kumsalimia mke wake, anampita tu ili aende chumbani. Lakini Kemi akamwambia tunahitaji kuzungumza. Akasema baby, natakiwa kwenda chumbani. Akamwambia hapana, unanifanya nijisikie mtu nisijali kabisa huu uhusiano. Akamwambia basi kidogo. Uwezo kaniambia mimi kidogo. Basi taratibu, watoto wamelala. Basi mjomba akasema basi sawa, ngoja tuzungumze. Ndiyo, ngoja tuzungumze. Akasema nimewapigia simu ofisini kwako, ulifika tu dakika moja na kuondoka. Vipi, ulikuwa na miadi yoyote? Ni kitu gani kinachoendelea? Kwa hiyo umezungumza na katibu wangu? Ndiyo, nilimpigia simu na nisingelazimika kufanya hivyo kama ungepokea simu yangu. Akasema sio jambo kubwa, niligombana na mtu. Sawa. Hasira ziliongezeka, kila mmoja alikuwa na hasira. Alimdanganya mke wake mpaka akalainika. Baba muongo huyu. Akamwambia lakini si ungewapigia hata polisi, kwa kuhofia kwamba jamaa angekuja hata kufanya chochote hapa nyumbani. Akasema hapana bana, hapakuwa na tatizo kubwa kiasi hicho mpaka kuwapigia polisi. Akamwambia kila kitu kipo sawa, hata asijali. Lakini bibi akamwambia ulipaswa hata kunipa taarifa kuliko kunifanya kuwa na wasiwasi. Basi mjomba akamwambia samahani mke wake, wakawa walimaliza kama hivyo. Sasa mida baadaye wanapata chakula cha usiku hapa. Daniel akamwambia mke wake kwamba kuna kitu cha kuchekesha kimetokea leo kazini kwao. Kimi akauliza ni kitu gani hicho? Mmoja wa wateja wetu. Hivi ndivyo alivyomkamata mke wake akimchiti. Akamwambia ofisi yangu yote ilikuwa imechanganyikiwa, kila mmoja alikuwa akibishana. Baadhi ya watu wakawa wanasema leo lazima umwache, uchafu wa namna gani, mwanaume ambaye hawezi kujizuia. Watu wengine walikuwa wakisema hapana, lazima amsamehe, lazima mume aweke familia yake pamoja. Yaani mpaka wakawa wanaweka dau. Kweli hilo linasikitisha sana. Kwa hiyo wewe uliweka dau upande gani? Akasema mimi nilitaka tu nije nikuulize nitakapofika nyumbani. Ikiwa sijawahi kumchiti mwanaume wangu kabla na yeye ameamua kunichiti, basi imeisha hiyo. Mjomba akashtuka. Akasema ndiyo, hiyo itakuwa imeisha. Kama mimi tu nimeweza kujidhibiti kutoka nje, kwa nini yeye ashindwe kujidhibiti kutoka nje? Daniel akauliza ikiwa ndio mara yake ya kwanza amefanya kwa bahati mbaya. Kimi akasema katika swala la kuchiti, hiyo huwa haina bahati mbaya. Kuchiti ni kuchiti tu. Hakuna msamaha katika nafasi ya pili. Mjomba jicho likamtoka. Akamuuliza vipi kuhusu wewe? Ungechagua kitu gani? Ataondoka. Ndio hivyo. Asante, ni jambo sahihi kufanya. Hapa mjomba akakosa pointi. Anajua kabisa tayari ameshakologa. Sasa imefika muda wa kulala, kuna simu ikawa imeingia kwa Kemi. Kemi akaipokea simu. Ilisikika ni sauti ya mwanamke. Akawa anamuuliza kwamba yeye ni nani. Wakati huo Daniel naye anaingia chumbani, akamkuta mke wake akizungumza na simu. Daniel akawa na mashaka na hiyo simu. Chapu na haraka sana ikabidi aiwai. Akampokonya mke wake. Akasema wewe ni nani? Unataka nini?
unafikiri kuwa wewe ni mwelevu sana, si ndio? Alikuwa ni Goldie. Akamwambia natumaini kuna siku hautakuwepo na hautakuwa na wakati wa kumnyang'anya simu. Daniel akawa mkali, akasema wewe ni nani? Sema kitu, angalia, sijui wewe ni nani na sitaki kuelewa kuwa wewe ni nani. Niache peke yangu, iache familia yangu peke yake. Akamwambia ninakupa chaguo sasa hivi. Hivi sasa nimechoka sana na kuwa na tamaa. Hivyo mwambie mke wako kweli au mara akakata simu. Kumbe hunijui mimi. Mara akacheka. Hichi ni kicheko chenye maumivu na kisasi ndani yake. Mjomba huku akaiblock namba kisha akamrudishia simu mke wake. Mke wake akanauliza, inahusu nini? Daniel akasema hakuna kitu. Hakuna kitu? Nilikwambia kila kitu. Hii imepangwa. Nilikwambia hii imepangwa. Lakini huyu mtu ananichezea, ananipigia simu na aongei chochote. Ina maana uniamini? Ikabidi awe mpole. Lakini Kimi anadai kuwa na wasiwasi. Wakati huo Goldie anapanga kuongeza wasiwasi tena kwa mshikaji. Akatuma ujumbe, ukafika kwa mke wake. Sasa ile Kimi anaishika simu asome ule ujumbe. Daniel akaipokola akasema unafanya nini? Kimi akasema mimi ninashika simu yangu, lakini anakuja kukagua hakuna chochote. Kimi akakasirika kisha akaondoka. Sasa mida baadaye mjomba amelala, ameing'ang'ania simu yake, hataki hata kuiachia. Alichokifanya Kimi, akaivizia ile simu akaichomoa kisha akaificha. Ikabidi kwanza atoe password ili angalie ni kitu gani anachokificha huyu baba. Bahati mbaya au nzuri, mjomba akawa ameshtuka. Akamuuliza unafanya nini? Kimi akasema Kimi unapitia nini kwenye simu yangu? Kwa sababu unatafuta jibu langu. Leta hiyo simu. Kuna kitu kinachoendelea, kuna kitu kibaya unanificha. Daniel ikabidi amnyang'anye ile simu mke wake. Akasema mwanaume aliyeoa amelala ameshikilia simu. Umeshikilia simu hivi kama kuna kitu kinachoendelea. Nini kinachoendelea? Kimi, acha kutafuta vitu visivyokuwa na maana. Sawa? Hakuna kitu. Akasema ndio hakuna kitu. Basi nitaomba kwa Mungu wangu ili nijue kweli kama hakuna kitu. Maana sio kwa haya unayoyatenda. Baada ya hapo, Kimi ikabidi alale. Sasa kesho yake Kimi anajaribu kufanya usafi hapa sebleni. Mara akasikia kengele ya mlango. Ikabidi akaangalia ajue kwamba ni nani anayebisha hodi. Sasa ile kufungua mlango hivi, akakutana na boksi kama lile lililotumwa mara ya kwanza. Ikabidi alibebe na kwenda kuchungulia ni nani aliyelileta hili boksi. Wakati huo kuna mtu kwenye gari hapa, anamwangalia tu kwa mbali. Kafika mpaka hapa nje ya geti anachungulia, lakini aliyeutuma huu ujumbe ni Goldie. Lakini Kimi alipomkosa huyo mtu, ikabidi arudi ndani. Sasa alipolifungua lile boksi, akakuta kuna kitambaa ambacho kimewekwa karatasi yenye namba za simu. Alichokifanya akachukua zile namba akazikopi kwenye simu kisha akapiga. Ilikuwa ni sauti ile ile ambayo siku zote imekuwa ikimpigia simu. Akamuuliza, umekiona hicho kitu ambacho nimekutumia kwenye boksi? Akasema ndiyo. Akamuuliza, na bado hujaelewa? Akasema ndiyo, bado hajaelewa kabisa. Kwa nini unanidhihaki? Hii ni nini? Unajua nini bibie? Kwa nini tu usifungue mlango wako wa mbele ili tuweze kuzungumza kidogo? Unasikia msichana? Unapaswa kumwogopa mwanaume unayemwita mume ambaye amekuwa akikudanganya kwa miaka mingi. Kwa hivyo fungua tu mlango ili tuweze kuzungumza. Akamuuliza uko wapi? Akasema nipo mlango wako wa mbele. Sasa Daniel kuna zawadi amenunua kwa ajili ya kumpelekea mke wake. Anasema baada tu ya kumpatia hizi zawadi mke wake, basi atamwambia ukweli huyo mtu anayempigiaga simu. Pengine labda kuna kitu alishawahi kumwambia. Lakini akiwa njiani ikabidi kwanza asimamishe gari. Baada ya hapo akatoa simu yake kisha akampigia Goldie. Goldie yupo kwenye gari anamsubiri Kimi. Mara simu yake inaita. Akasema Mungu wangu, sio sasa hivi tafadhali. Akamwambia kwa nini anamsumbua mke wake? Anazitolea wapi namba za mke wake? Akamwambia mwanaume unayeuliza maswali yasiyofaa kwa wakati huu. Akamwambia unaathiri afya yangu ya akili. Mwisho wa siku mke wangu anaanza kugundua kile kinachoendelea. Unajua nini? Hii kati yangu na wewe imekwisha. Ndiyo, unaweza ukapata mtoto na ukafanya chochote kile unachotaka kumfanyia, au unaweza kumwondoa. Hayo ni maamuzi yako. Nimemaliza. Akamuuliza unasemaje? Akasema nimemaliza, nimeachana na wewe. Akasema wao, na mimi sio mjamzito tena, lakini ninawajua wanaume kama wewe. Unafurahi kwa urahisi wako, unaondoka wakati huwezi kupata tena unachokitaka. Mjomba akachanganyikiwa, kitambo sana simu imeshakatwa. Basi Goldie akawa amefanikiwa kuingia ndani. Akasema nina zawadi ya mwisho kwa ajili yako. Akafungua mkoba wake kisha akatoa kipakeji akampatia Kimi. Kilikuwa kina pete ndani yake. Akamwambia kwamba tulichumbiana kwa miaka 2 iliyopita. Sikujua kamwe kwamba alikuwa ni mtu aliyeoa. Sikuwa na wazo lolote. Sasa hebu tuweke wazi hili. Sipo hapa kwa ajili ya ndoa yako. Nisingewahi kumfanyia hivyo mwanamke mwenzangu. Nipo hapa kwa ajili yako. Unajua siku niliyokuja kutembelea ofisini nilikuona. Na maanisha siku ulipokuja na watoto wako, ulikuwa karibu na mimi na watoto wangu? Akasema ndiyo, na hiyo ndio siku nilipogundua kuwa ni mwanaume aliyeoa. Nilimwamini katika maisha yangu, lakini
alichagua kunifanyia hivi. Akasema hata zile siku alizokuwa akiondoka kwangu, naamini alikuwa anakuja kwako. Niliona jinsi ulivyombusu, ulimrukia kwa msisimko. Hakuna mwanamke anayestahili kudhalilishwa na kufanyiwa kama hivi. Hapa Kemi akazidi kuchanganyikiwa, hata wigi likawa zito. Akalichomoa akamuuliza, kwa hiyo una mimba? Hapana, sina. Siwezi tena kumlea mtoto wa mtu ambaye ni mdanganyifu. Nilimwambia aje kukiri kwako, lakini najua kabisa hajafanya hivyo. Kama nilivyosema tu, sipo hapa kwa ajili ya ndoa yako, nipo hapa kwa ajili yako. Yaani hapa Kemi kachoka kinyama. Akamwambia pole sana. Gold akadondoka goti chini, kisha akaanza kumwomba Kemi msamaha. Samahani sana kwa kila kitu. Wakati huo Daniel anafika akiwa speedometer. Anashangaa kumkuta Gold nyumbani kwake. Akamuuliza, unafanya nini hapa? Gold ikabidi kwanza arudi kwenye kochi. Kemi, chochote alichokuambia huyu ni uongo. Chochote alichokuambia ni uongo. Usimwamini kwa chochote. Yaani wewe ni mbwa usiyekuwa na aibu. Huna majuto kwamba nimegundua na bado unakataa? Nilikupa muda wa kurekebisha mambo, lakini haukufanya hivyo kamwe. Gold akashusha goti chini, kisha akamwambia mke wake kwamba yeye sio kama mtu wa zamani, yeye ni mtu aliyebadilika kwa sasa. Sasa ndo akakumbuka yale maneno aliyokuwa akimuuliza siku ile kwenye meza wakati wanakula. Kumbe manake ilikuwa ni usaliti ambao alikuwa anaishi nao yeye mwenyewe. Moto uliwaka, hakutaka kabisa hata mguse, na alimwambia kabisa hawezi kamwe kumsamehe mtu aliyemchiti. Gold akabeba mkoba wake akaondoka huyo mbele, akawaachia kesi wenyewe. Mjomba anamkimbilia Gold mara arudi kwa mke wake, yani hana msimamo. Akamwambia aya, nenda umfuate. Alichokifanya Kemi, akaivua pete. Kuanzia hivi sasa sio mke wake. Daniel alijaribu sana kuomba msamaha, lakini ndio hivyo, maji yameshamwagika. Kemi anaondoka hivi, anataka kumfuata, ikabidi aondoke. Huku Gold akapigiwa simu na Amaka. Akamwambia Amaka kwamba ameshamaliza kazi yake, kilichobaki ni kwenda kusherehekea. Ulikuwa nami explain wako la Mtanzania Ikembuga boy. Hivyo usahau kutana notification bell, kusubscribe, kucomment na kulike. Shayo. Tulia kwenye kiti chetu cha familia, ule wakati wetu wa la Mtanzania. Cheki movie safi, bomba na za kuvutia. MTZ 94 channel ya kutulia. MTZ 94, MTZ 94, MTZ 94, MTZ 94, MTZ 94, MTZ 94.